Wiki iliyoisha ilikuwa ni wiki yenye mikiki sana kwenye anga ya muziki wa Bongo Flava, ambapo mosi tulishuhudia msanii Bill Nenga au Mafioso kama wengi wanavyopenda kumwita au wanavyopenda kujulikana kama, akilalamika au akitoa ushauri kwa wadogo zake wanaoingia katika tasnia ya muziki, tasnia ya filamu na tasnia yote ambayo itawafanya watu wawe maarufu. Alitoa ushauri kwamba hizi ni tasnia ambazo zimejaa dhuluma, ushetani, uchawi, kila aina michanganyiko, na akaiacha hewani ili watu waweze kutoa input zao au waweze kutoa maoni yao. Lakini kama haitoshi, baada ya siku kama 2 kufuatisha, nazungumzia siku ya jana mapema, Billnass aliweza kutoa sasa waraka wake rasmi. Akaandika ya kuwa na nukuu, juzi niliandika waraka kuhusu vitu vingi vilivyomo kwenye upande wa pili wa tasnia na sanaa zetu. Lengo sio kuwavunja moyo au kuwatisha watu wapya au vijana wenye ndoto ya kuingia kwenye tasnia, bali ni kuwakumbusha na kuwaandaa kukabiliana na ulimwengu wa kweli. Ndio maana nilisema, kabla ya kufanya hizi kazi, usisahau kumwomba Mungu akupe roho ya kustahimili na nguvu ya kukabiliana. Sasa nitaanza kueleza mambo kadhaa kwa uchache. Nilizungumzia dhuluma, ushetani, vita, usaliti na mengineyo. Kwa leo, wacha nianze na dhuluma. Kuna dhuluma nyingi zinafanywa na wadau, managers, labels, promoters, wamiliki wa media, distribution company na kadhalika. Lakini leo, wacha nianze na upande wa distribution, na nitamuelezea Michael Mlingwa aka MX Carter kama mmoja wa wadau muhimu, lakini wadidimizaji wakubwa kwenye masuala ya uuzaji na usambazaji wa kazi zetu tunazozitolea jasho, na mimi nikiwa mmoja wa wahanga wa dhuluma hiyo. Na naamini baada ya hili mtasikia vilio vingi vyenye kufanana na hiki. Unaweza ukaamini wimbo mkubwa kama Pooh sijawahi kupata hata senti moja ya mauzo yake upande wa digital, na hata unapofika wakati wa kupata stahiki zangu na kuwa naomba au kubembeleza, na kuna makubaliano kisheria. Hiyo ni moja, nitarudi kueleza mengi yanayofanywa na watu kama MX Carter na washirika wao. Hapa tunaona Billnass akimzungumzia Michael Mlingwa MX Carter, ambaye ni mtaalamu wa digital, mtaalamu wa kuweka nyimbo za wasanii na ufuatiliaji wa malipo yao katika majukwaa ya kidigitali. Ukisikia na ile kwamba tukutane kwenye bio yangu, bonyeza linki pale itakupeleka kwenye platform zote za digitali. Sasa Michael Mlingwa au MX Carter ni moja kati ya wachache ambao wanasaidiaga wasanii kuweza kuweka nyimbo zao katika haya majukwaa. Hapa naona Billnass akimlalamikia MX Carter na kusema kwamba hajampa stahiki zake, na hasa wimbo kama ule wa Pooh hajapata hata shilingi moja, akimaanisha shilingi ni kubwa. Anasema hajapata hata senti moja. Je, nini kipo nyuma yao? Na amesema wana makubaliano kisheria, makubaliano ambayo mimi na wewe hatujui, anayajua MX na Billnass mwenyewe. Sisi tunadili na alichokiandika Billnass, lakini amesema ataongea mengi, na hii ni upande wa dhuluma. Kuna upande wa ushetani. Hapo pia natamani kujua ushetani atazungumzwa naye, kwa sababu kwenye dhuluma amezungumzwa MX Carter, sijui kwenye ushetani atazungumza nani. Usaliti sio wa mpenzi, na hisi ni usaliti wa labels, manager na vitu kama hizo. Billnass anajua zaidi, lakini leo amezungumzia kipengele cha dhuluma, kimebaki cha ushetani, vita, usaliti na hayo mengineyo ambayo ataleta, kwa sababu leo ametuambia tu kidogo kuhusu dhuluma na amemgusa MX Carter. Lakini baada ya Billnass kupandisha andiko lake, walitokea watu wengi maarufu wakiweza kulizungumzia. Cha kwanza nimeona comment ya Jaiva ambaye amesema it's about time brother, the truth should be told, akimaanisha sasa ni muda sahihi wa ukweli kuweza kuwekwa hadharani. Lakini nikamwona tena MC wa taifa, MC Gara B akaja pale akasema MX atakuwa na make pesa nyingi sana kipande hiki, ni vile tu yuko low key. Msanii official Hassan Mapenzi ana nyimbo 5 pale, hajawahi pata hata kipande cha hiyo senti 5. Anahisi anakula pesa yake, japo mimi ndo nimemgaramikia audio na video zote. Ukicheka platform kuna vinamba kadhaa, ukifuatilia maslahi ya msanii kuna managers wake pale wanaongea Viingereza vingi sana, unachoka, unaacha, inakatisha tamaa kweli. Hapa Garabit nakumbuka aliwahi kumsimamia msanii Hassan Mapenzi, ambaye mitandao ya kijamii ilimuibua na akasifika sana kwa jinsi alivyokuwa anaweza kutumia vocal zake katika kuimba, na akazunguka naye kwenye maharusi kadhaa, akaamua kumsaidia, akaingia studio, akafanya videos, akaupload, na anasema kwamba
hawajapata hata senti 5, na akifika pale anakutana na Viingereza vingi. Inaonyesha kwamba Garabii ni muoga sana wa Viingereza, kwa sababu kinachomkimbiza Garabii pale ni vile Viingereza ambavyo vinakuwa vinatajwa na wale managers ambao wanafanya pale kwa MX Carter. Anskana alikuja akamwambia, nikamwambia mje niwape odds, amtaki. Haya ndo madhara yake sasa. Anskana yeye alitwist, akaona we can be serious all time, kwa hiyo akaja akachombeza kidogo kuweka utani kwamba watu waende kwake wawape odds waweze kubeti wapate hela, waachane na kung'ang'ania hela za MX Carter. Dana Nyange alikuja naye akaeka ya kwake, akasema, Nenga, hauko peke yako bro, mimi na nyimbo zangu nilizoachia nikiwa chini ya ngoma na MX Carter, na ndo alikuwa anasimamia na kuendesha akaunti yangu ya YouTube. Hadi leo hii mapato yanaenda kwa mtu asiyejulikana, jina linasoma Believe, na ndiyo anasomeka kama content owner wa nyimbo zangu. Nyimbo kama Komela, Angejua, Dua, Homa, Chovya, Salama, Jibya na Sale Sale. Na kipindi zinatoka nilikuwa nafanya kazi na MX, na ndo alikuwa anasimamia usambazaji, na ndo alikuwa na manage account yangu ya YouTube, na huko YouTube ndo inasoma ownership ya mtu asiyejulikana. Ni wengi sana wanapitia mateso hayo, na hata ninapojaribu kuuliza na kufuatilia bado sijapewa ufumbuzi. Aliniambia huyo Believe ni Mkenya. Nimehangaika sana, lakini wapi, inaumiza sana na inakatisha tamaa. Akaja baba Country Wizzy akasema my chest is heavy. Nadhani alikuwa hataki kuweka comment yoyote. Akaja hapa bwana James Tupa, kocha, super kocha, akasema, na hapo mwanangu Nenga una degree ya mambo ya biashara. Je, ungekuwa la saba la Kawe B Pekasi au huyu jamaa anatumia mazingaombwe nini? Tupa haelewi ni kwa nini wasikila msanii anamlalamikia MX, na dakika ya mwisho anaishia tu kwenye kulalamika kwa sababu hakuna kinachoendelea. Akaja tukamwona director Nicholas akasema, ngoja, yani your current net worth doesn't include your digital platform. Utatuua. Akionekana vimoji vya kucheka, naye hajaamua kuwa serious sana. Basi tukaendelea na wasanii wengine. Tukamwona official Sigwa akaja akaandika, amechukua YouTube yangu, alafu akaniambia nikitaka kuipata niende Kenya. Basi baada ya Billnass kuliibua hilo, tunaona kila msanii au baadhi ya watu maarufu walikuja na kuweza kuweka input zao kwenye kitu gani kinaendelea. Sisi hatujui, kwa sababu ukweli anao Billnass na MX. Kama Malaika TV tutafanya jitihada za kumtafuta Nenga, tutafanya jitihada za kumtafuta MX. Kama watakuwa tayari kuzungumzia leo kwa maoni mwao, tutakuja kuwajuza. Usisahau kuendelea kusubscribe kwenye channel yetu ya Malaika TV.